Nobody will tell you this. Unakumbuka ukiwa na umri wa miaka 5, 6, 7, 8, 9 mpaka 10, ulikuwa na ndoto kubwa sana. Wengine walikuwa wanasema nataka kuwa engineer, nikasema mimi nataka kuwa mwanajeshi, nikasema kuwa mimi nataka kuwa mwandishi, nikasema mimi nataka kuwa mwanamuziki. Jiangalie leo upo pale ulipo, unapowaza ulipokuwa na miaka 5, ulipokuwa na miaka 6, ulipokuwa na miaka 7, ulipokuwa na miaka 8. Utagundua kwamba ni only a small percent ya young people wanaishi kile ambacho walikiamini wakiwa na miaka 10. Naishi kwa sababu kwamba hawawezi kuwa kile ambacho walikuwa nakiwaza wakiwa na miaka 10, bali ni kwa sababu ya njia salama ambayo tayari wameshatengenezewa kama mfumo kwenye subconscious mind yao. Kwenye kitabu changu cha Dreams Killed by Good Parents nasema kwamba mtoto alikuwa na ndoto ya kupaa angani, lakini wazazi wake walimfundisha zaidi kutembea vizuri ardhini, na si kwa sababu wazazi walikuwa ni wabaya, la hasha, bali ni kwa sababu walihofia maporomoko. Mtoto alikuwa na ndoto ya kuwa daktari, lakini wazazi wake wakampa mizizi ya kuendelea kustick out, kusearch out kwa ajili ya ualimu. Si kwa sababu wazazi wake walikuwa ni wabaya, bali kwa sababu they believed that being a teacher is only solution to succeed in life. Being an engineer is the only way to succeed in life. Odin Carter anasema kwamba parents give roots and wings, but many of them give only roots. Kwamba idadi kubwa ya wazazi wana uwezo wa kutupa sisi watoto uwezo wa kuendelea kuishi kwa usawa katika changamoto, wakatupa nguvu ya kuendelea stand out kwa mizizi imara, lakini wana uwezo wa kufanya pia tukafanikiwa zaidi kwenda kwenye high level of success, kwa kuturuhusu kuishi kile ambacho tunapaswa kuishi, kwa maana ya ukweli ulioko ndani yetu, uhalisia wa wewe na mimi. Sasa msimu huu umeclick out uhalisia mkubwa sana katika mataifa ya Kiafrika, kwa sababu tulio wengi tunaishi kile alichotakiwa kuishi mzazi. Na ndio maana kwa kitabu changu nasema kwamba wazazi wanaishi the second life kupitia maisha ya mtoto wao. Mzazi anatumia maisha ya mtoto kama njia ya kulipa kisasi kwenye mambo yaliyopita. Anatumia mtoto wake kama dawa ya maumivu yake. Na ndio maana watoto wengi tumebaki kuwa ni wa kawaida sana, hata thinking capability zetu ni ndogo sana, kwa sababu tunaishi katika mitazamo ambayo sio yetu, tunaishi katika ndoto ambazo sio zetu. The only solution ni kwamba you need to pass the true way you need to succeed. Njia pekee ambayo itakufanya wewe uweze kubadilika ni kubali kwanza kuishi kile ambacho unapaswa kuishi, kwanza kuishi uhalisia wako. Ndio maana at the first time I saw it kwamba there is a great problem we need to solve with this. Hata Mark Twain anasema kwamba the greatest dreams are carried with the smallest fears. Ndoto kubwa haziuawi kwa mambo makubwa.